Faza. Baba. Asubuhi. Safi gani? Safi. Shikamoo. Ala vipi? Mbona umekaa peke yako na wazawaza nini shida? Hapana. Hamna. Haipendezi bwana, masofa mbona yako unashinda kwenda ukata kwenye masofa? Unajua nikwambie kitu kimoja mwanangu. Mimi nilitamani hata leo mzee arudi. Ndio. Mimi nina shida na kazi. Kweli. Hali yangu ngumu huko familia. Yaani wiki mimi naona siku nyingi sana. Ndio maana mnikuta hapa mzee wangu na yeye nina kichwa changu hata kifanyika. Yaani natamani hata leo kesho arudi mzee ili nipate kazi. Kweli ni jambo ambalo la muhimu sana kwa umeweza kutoka huko ulipotoka mpaka hapa kwa ajili ya kuja kuanza kazi, alafu umefika hapa na hapo baba mwenyewe naye amepata safari ya dharura. Umeona? Yaani kikubwa tu babangu mimi ningekuzidi kukuomba vumilia, wiki sio siku nyingi. Hadi leo imebaki siku 6. Umeona? Siku sio nyingi atarudi. Kikubwa mimi ningekuomba uvumilie. Siku yoyote katika wiki hii anarudi. Na hatochelewa. Na imani hata wiki yenyewe utakuta kwamba isifike atarudi. Kwa mvumilivu babangu. Sawa, kwa sababu nitavumilia mpaka atakaporudi. Basi Mwenyezi Mungu atasaidia. Mimi shida yangu ni kazi. Ndio. Sina kazi mimi. Nielewa mwanangu Ndio. Na ndio maana nilikuja hapa mimi kazi. Yaani ukiona nimekaa hivi kimya basi nawaza kazi tu maisha. Nipate senti ili inisaidie. Sawa, hamna shida. Wewe kazi utapata na utafurahi, ndio endesha maisha yako kama kawaida baba. Amin. Tashukuru. Ndugu yangu, haya maisha kwa staili hii ndio unarudi nyumbani mwanamke anakuletea dharau. Alafu hela nyingi tunaitafuta kwa staili hii. 7 za moto. Waniani? Kama Niambie tu. Fresh. Safi. Safi. Vipi mshakula? Shakanyaga. Sema mapema. Tumekula ndugu yangu. Tena baba nini namtafuta umpisha nipika msosi. Maana msosi wenyewe yaani ngoja niwape habari mpya kwa sababu hata tukiongelea swala la chakula kilichopo hapa ni kizito kuliko chakula. Asubuhi umeniona na yule dogo? Unaona naye? Kama kaida yangu ile tabia ya shule nimeleta umo. Umo si kama bodi. Najua. Napita napo. Ndio. Yule mimi nimegonga misumari tayari. Shagusisha waya. Shamtokea na kaeleweka. Kwa mimi nawaambia nyinyi kwa sababu nyinyi ndio washikaji zangu ambao umri tunafanana. Siwezi kumwambia yule babu umri umeenda wala mtoto mwenye nyumba. Wanaweza karibu dili langu. Kwa hiyo nishaongea na yule dogo kakubali na jioni kasema tuonane usiku mambo yanaweza kawa fresh. Kwa hiyo unaweza kashangaa leo inapiga mbojo. Asa kaji. Lakini tunakumbuka ile jamaa alichokiongea kwamba huko ndani mahusiano hayahitajiki. Huyu boya. Wapi huyu? Wewe acha mambo yako. Mimi nishawaambia kwamba yule mtoto ameshana. Masuala ya mapenzi sio kwenye kazi, hatuwezi kukaa huko baba bila kupiga mbojo. Mimi nimeshindwa kuvumilia. Kwa hiyo wewe niache, mimi niendelee na yule mtoto. Dili langu likiisha sasa, nitakaa pembeni. Wenda wewe ukachukua. Mimi lengo la kuambia, nimewaambia ili sio wewe ukaenda au wewe ukaenda tutaonekana wanaume sisi hatuna akili, wote tunamtaka mwanamke mmoja. Kwa hiyo sisi tunaweka hapa bila kupiga mbojo, wewe unatuchukuliaje? Alafu unakuja ni unajiwekea kabisa bikoni yani kule msiende. Na sisi wenyewe wanaume. Bora hata ungesema vipi njooni hata mmoja kupiga chabo kidogo le mambo yangeenda. Sasa unafikiri tukae wiki nzima mwanangu mimi nisipate mbojo? Kwa hiyo sisi ndo tukae wiki nzima bila kupata mbojo. Sasa kila mtu ameamua ndio maana mimi sasa kama kila mtu kaamua, kwa nini sasa unasema unakuja unatuwekea bikoni yani sisi tusiende? Usipandishe sauti. Babu akijua hili jambo tunaweza tukafuta au yule mtoto mwenyewe anaonekana mnayo. Umeelewa? Wewe sikiliza, huyu amalizi maneno. Mimi nishawaambia. Kwa hiyo niacheni na yule dogo. Nikishamaliza mambo yangu nitatafuta. Fresh haina tatizo. Nakubali. Uzuri sikupingi. Usimwambie babu wala yule mtoto. Kimya. Ngoma yangu. Wewe mimi nenda kula. Oya kuzuri. Kweli ndio yule wako mkali. Nilikuelekeza. Siku moja tu. Nilikwambia yule dogo nimesoma naye shule wa hovyo. Sema nini? Waamini ndio hii. Wewe kulala tu. Maana unaoko umekatazwa hapo. Ushajichanganya. Unajichanganya tu. Unajua maisha kama hivi. Maisha ni kutafuta. Sawa Kwa sababu wanasema kwamba asiofanya kazi na asile. Sasa wajibu wetu sisi kufanya kazi. Na ndio vizuri.
Sawa mzee, nimekuelewa. Alafu ndio maana kuna watu wanasema vipi? Safari yoyote akiwa na mzee akiharibiki kitu. Mimi mzee nakuaminiki sana. Yaani maneno yako yanakuwa ni maneno yenye busara. Yanamshawishi mtu kuendelea. Unajua wiki sio nyingi. Lakini ile kwenye kukaa sehemu moja kama hivi, geti unaliwekea hamu. Ni nyingi sana. Alafu pia napenda kazi. Mimi napenda kazi. Wiki sio nyingi. Lakini sema ilibidi hata kesho mzee arudi. Nipate kazi. Sema niwaambie kitu kimoja, yani mimi mzee. Mshahara wa kwanza nanunua sabufa na godoro. Ndani ni kucheza mapiano tu. Yaani mwenye kucheza tu. Mzee. Si vijana hawa. Mimi bwana nanunua baskeli. Kwa sababu itanisaidia, nitapeleka nyumbani, nafunga madumu ya maji, naendesha baskeli ya kunyonga hiyo. Ile sio nzuri. Kuna vitu fulani huwa inasugua. Vitu gani tena unaanza tena? Vitu gani? Yaani mimi nikipata mshahara wa kwanza, nanunua pikipiki na kwa bodaboda. Mimi ndo nitakuwa mteja wako wa kwanza. Fanya hivyo. Utambeba nani? Unapofikiria mtu atakuja pale umekaa wewe, akubali. Jamani kulala. Habari zenu jamaa. Safi. Salama tu. Kalale. Amna, ni jambo zuri kwamba tumekusanyika pamoja. Lakini nikiangalia muda pale saizi ni saa 3 kamili. Pale dakika 30 tu ambapo wote inabidi kwenda kulala. Na wengine mnabishana, wengine mnaangalia TV tu pale. Saizi ni muda huo. Msije kuweza kuvunja masharti ya nyumba hii. Na mimi tumesikilizana, mimi tena sina mambo mengi. Sawa bwana, tumekusikia. Na hili tunangoja tunalijua kwamba saa 3:30 tunaelekea katika vyumba vyetu kwa sababu na kingine mpaka kitandani kisha kizoea. Amen. Siku tatu. Basi mimi nimeshakukumbusha, acha niende zangu. Sawa. Lazima tunyoke makao. Jamani, nimesikia. Mimi nataka kazi. Na siwezi kupinga masharti yaliyopangwa hapa ndani ya nyumba hii. Kwa sababu nimekuja kuomba kazi, nipate pesa ili nisaidie. Kwa hiyo mimi ninakuageni na zangu kulala nyumbani ndani. Nisubiri mwana mzee. Maana mpaka vitanda hivi vinatujua. Upitia adhabu kama. Za watu washaenda kulala. Hapa sasa bado nusu saa tutoke sebuleni. Si ufanye mambo yaishe. Hapana bwana. Hivi watu wakitoka tuko kwenye mavyumba au mwado. Bwana mstak bwana, acha hivyo. Kidogo tu hivi. Sikia. Mimi nipo chumbani nakusubiri. Ila kwa hapa sebuleni sio kweli. Sasa sikiliza basi. Sikiza, tufanye kitu kimoja. Wewe kalale ila usifunge mlango. Mimi nenda kule kuzugazuga. Akilala wote ninanyanyuka kwa nakuja, usifunge mlango, sawa? Sawa. Simama ndo usichelewe. Unajua mu ndani? Nakupenda. Yokote. Hebu acha utani wako bwana, amka bwana. Oya, nimekuja. Yokote. Wewe. Nimekuja bwana, acha ujinga huo. Yokote. Wewe. Yokote. Amka. Yokote.
Mimi nimewaaga watu na kuja chumbani kwako. Ukifa watu watajua mimi ndo nimekuwa. Amka basi. Subiri hata kesho. Ufe mimi nisije chumbani kwako. Kazi yenyewe hatujapata huko kwa watu, huko tujafunga mlango. Sisi kifichuka. Mekazi na nimekosa. Amka mama Amka kidogo. Urudishe mlango wako. Okay. Mistaki kufanya chochote. Sawa? Naomba niondoke. Chofunge mlango. Sawa? Amka. Yokote. Kama nikomesha jamani bwana. Yokote. Hapa nirudi ndani kimya nisimwambie mtu kama mimi nikuja hapa chumbani. Asubuhi nikaushe. Ila wewe kameenda.